Tena kufanya unatokea tu. Unasema umeanza wakati uko darasa ngapi? Darasa la 4. Darasa la 4. Na nilifanywa tu, sio kama niliari kufanya mwenyewe. Nilifanywa tu nguvu. Leo nilikuwa napita maeneo ya Pepsi, huyu anamfahamu. Sasa hivi una mahusiano gani na hao jamaa? Hao jamaa sasa hivi wameweka mkataba wa ni kama chama cha Freemason. Tukishafanya ya mambo tunachukua, yani tumetoka na mtu tumeenda hapa guest hapa nyumbani. Tunachukua shawa zake na kuna kopo maalum kama la maji. Tunafunga, tunatuma kama barua pepe Dar es Salaam. Dar es Salaam anakuwa wakala mmoja anapokea, hata hapa Vambea yuko mmoja. Akishapokea ndo wanadili na manabii wakubwa. Okay. Baba. Sasa hivi hili wiki ambayo umekaa hapa una ushirikiano nao gani? Sasa hivi umeenda guest mara ngapi? Unaenda na kina nani? Wanakuchukua wakati gani? Sasa hivi kwa hapa wakati nilipofikia hapa, mimi kiukweli sijaenda mahali popote, ila namshukuru sana mtumishi Doni, ananisimamia vyema kabisa. Hata nikikaa kule anasema hapana, nenda kasali hata dakika 2 dakika 3. Unakuja namuomba Mungu, Mungu ananisimamia. Kuna wakati ambao kabisa kuna kishawishi, enda nikikaa mwenyewe mtu huyu ananijia live, ila wewe uweze kumuona, mimi nitamuona. Acha nikupe story kumhusu huyu jamaa. Huenda humjui, lakini ngoja nikujuze. So unaambiwa huyu nimekuwekea video yake hapo mwanzo, alishai kukamatwa na video yake ilikwenda viral. Huyu jamaa bwana anajihusisha na yale mambo ya upinde. So alivyokamatwa aliweza kufunguka vitu vingi sana, kuweza kufanyiwa ukatili pindipo akiwa mdogo kwa nguvu. Hali ilompelekea kuishi hivyo mpaka leo hii. Kwa hiyo ile video yake bwana ilienda viral sana na tumaini uliiona. Sasa unaambiwa jamaa sasa hivi ameokoka. Tena ameokoka baada ya kuombewa na Mbarikiwa Mwakipesile. Ameamua kuokoka na kumrudia Mungu, na amepata mtu ambaye anamsimamia pale kanisani kwa ajili ya kuweza kumuongoza. Na kama ulimsikia anazungumzia kuhusu pete, Mbarikiwa aliombea hiyo pete ambayo ni ya kishetani, pete ambayo inamfanya yeye kufanya mambo machafu. Na kama umemsikia, wanasema wanaenda guest na mtu, na wanapofanya zile mbegu za kiume ambazo wanamwagiwa, basi wao huwa wanaziweka kwenye kopo, alafu zinatumwa kama barua pepe kwenda kwa manabii wakubwa tu. Hatuwajui manabii gani, ila yeye amesema manabii wakubwa tu. Sasa hiyo video ukitaka full, nenda pale kwa Mbarikiwa Mwakipesile, utamsikia mshikaji alivyozungumza. Tena kazungumza kwa upana na kwa urefu zaidi. Angalia tu pale kwenye video za Mbarikiwa, ukiingia pale kikosi kazi cha Injili utakutana na hii video, haina hata wiki. Sasa mimi nimekuwekea hii video ambayo jamaa alikamatwa, na hapa alikuwa anazungumza jinsi gani aliweza kuingia kwenye hayo masuala ya mapenzi ya jinsia moja. Hebu msikilize hapa baada ya kukamatwa alichokizungumza. Tena kufanya unatokea tu. Unasema umeanza wakati uko darasa ngapi? Darasa la 4. Darasa la 4. Na nilifanywa tu, sio kama niliari kufanya mwenyewe. Nilifanywa tu nguvu. Leo nilikuwa napita maeneo ya Pepsi, huyu anamfahamu. Jamaa aliyenifanyia akasema hii ni sungu. Kamada ndani mmoja kwa dogo sana. Unataka tuoneshe huyo sehemu na mru kwenda kufanyia. Nyumba nani pale? Amen. Huyu anamfahamu. Huyu mwenye kofia anamfahamu. Huyu haina shida. Wewe mwenyewe unatoa maelezo. Wewe ukienda kuonga pale Lord yuko ndani. Wewe mwenyewe. Mfadi aliingia mwe ndani, akaniingiza yeye mwenyewe. Naenda kuonesha chumba chake leo.
Muda ule wakati ninakuja barabarani, yani mimi nilikuwa nakuja barabarani hivyo, haona nini, ndio nikawa nimekimbilia chooni. Wewe ulikuwa umetoka kwenye tukio au ndio unaenda? Amekuita unaenda au ndio? Yani mimi siitwagi na mtu, inatokea tu hii hali mjomba. Mimi siitwi na mtu. Leo hii ulikuwa unatoka kwenye tukio au unaenda kwenye tukio? Nilikuwa nimetoka sasa. Akaniambia, kwa hiyo hapo ulipo nikuulize swali. Umeoga? Hujaoga. Hilo swala sana. Umetoka huyo ni huyo Edward. Sio Edward. Ni yule mwembamba. Wewe anamjua naye mtu. Yaani ameni hapo. Huyo brother mwenyewe. Umesikia brother? Sisemi uongo. Mbele ya Mungu tu. Anakupea ngapi? Yaani jinsi alisema, yani ngapi? Dada, mimi jinsi alivyonikuta akasema ni sungusungu. Mimi nikasema brother, mimi naomba tu nisamee hii hali. Hizi nguo amekupa nani? Hizi nguo nilitoka nazo nyumbani. Wewe mwanamke? Wewe ni mwanamke ni mwanaume? Mimi ni mwanaume, ndio maana nasema hizi ngome toka nazo wapi? Ndio maana nasema usiongea hapa aje hapa. Ndio maana nasema simu yangu ni kama nisikilize nisikilize aje ukuta hivi anakubonga. Wanaume tunakuaga hivi. Ndio maana nasema hii hali sio kama mimi. Unasema nini wewe? Nampigia tumbo. Wewe umetoka nyumbani, umevaa nguo, umetoka kule umefanya wasije. Hizo mpigie baba yako. Acha kwa watu wasunzungwe. Hapa anaongea tu mmoja. Sisemi uongo. Vitatu vya shida. Sisemi uongo. Yaani huyu